birthday Ndindi Nyoro, MP wa Bihari. Karibu. Asante sana our area member of parliament, Mheshimiwa Dr. Ochanda, Father wetu na rafiki yangu Father Edwin Agudho, na pia Father wetu Father Rogers Olo, our Deacon Francis, na viongozi wote wa kanisa hii ya St. Andrew's Bodo, tukiongozwa na chairman wa development, kwa sababu nimepata nafasi ya kujua Bwana Patel, na pia Madam Linda, vice chair wetu wa parish ambaye ametuongeleza hapa vizuri kabisa, our MP Mheshimiwa Dr. Gideon Ochanda, Mheshimiwa Karoli Omondi, pia my brother, MCAs wetu ambao wako hapa, na pia MCA wa pale Kisumu, Mheshimiwa Regina Kizito, na viongozi wote ambao wako hapa, hata wale sitaweza kutaja kwa majina, na Wakristo wenzangu wa hii kanisa ya Bodo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Udinandi. Nyasaye ber. Sejete. Nyasaye ber kinumane kiti. Upaki Yesu. Amen. Nimewaletea Musmas Ir President Marwa Dr. William Samuel Ruto. Nimepokea salamu za rais wetu, na pia nimewaletea salamu kutoka kule kwetu, na vile naona hata kwa uso mmekubali salamu zetu. Yangu itakuwa machache, angalau nimepewa mimi microphone hapa nishike. Na ya kwanza ni kushukuru Father sana kwa sababu ya kutupea nafasi ya kuja kushiriki pamoja katika mass ya leo. Na pia Father, nakupea shukrani sana kwa kutembea ofisi yangu, na wacha niseme mbele ya hawa Wakristo ya kwamba wewe kutembea ofisi yangu ulileta baraka sana. Na wakati mlitembea na huyu ndugu yangu Geoffrey, na pia Felix, na pia Patel, tuliweza kuzungumza mambo mengi, lakini kwa hayo yote ambayo tumezungumza hiyo wakati, mimi nataka nitoe shukrani kwa Mungu kwa kutuwezesha kutimiza ya leo ya kuja ndio kushiriki na hawa Wakristo, ambayo siku ya leo tuko na 20 Mass. Na pia Father, wacha nikuombe, wakati utakuwa Nairobi, ukiangalia masaa bado imebaki, wewe ukuwe free kutembea ofisi tena, kwa sababu ukiniombea, hata kama nasikia rais wetu maneno ya budget, ukiniombea pia unaombea nchi yetu, kwa sababu ile kazi yote tunafanya kama viongozi wa bunge, rais na magavana, kazi yote ambayo tunafanya ni ya kutumikia Mungu kwa njia ya kutumikia hawa watoto wake kupitia uongozi ambaye ametupea. Na vile nimesema itakuwa machache. Asante sana mama. Asante sana mama. Na ya kwanza niseme, mimi wakati niliingia bunge ile muhula ya kwanza, nilikuwa kamati inaitwa Regional Integration, na katika hiyo kamati pia nikapatana na rafiki yangu Dr. Ochanda. Tumekuwa kamati moja ile muhula mwingine, our first term, na daktari akakuwa rafiki yangu sana.
Lakini mimi nauliza kwa heshima, daktari, kwa sababu tumekuwa marafiki kutoka hapo awali, mimi nakuomba tafadhali usitumie urafiki yetu sana, kwa sababu huyu daktari, kwa sababu ni rafiki yangu, wakati sasa tunafanya kazi ya kushikilia rais wetu kupitia kazi ya budget, kwa sababu ya ile urafiki ya kitambo, anatifanya anakuja kunisalimia, lakini kumbe ni mradi anataka alete hapa Bondo. Akikuja anasema barabara, akikuja iko mradi ya irrigation, akikuja iko mradi ya maji, akikuja iko mradi ya stima. Daktari, unataka uchukue pesa yote ya Kenya ulete Bondo ya? Ama hiyo ndio kazi yake? Sawa, basi wewe ng'ang'ana. Mimi naona wadosi wako ni kama wanakubaliana na wewe. Lakini pia Mheshimiwa Dr. Ochanda, wakati mko na rais wetu, kwa sababu rais sasa anatumikia sisi wote, wacha pia nikuulize kwa heshima, wakati mko na yeye saa nyingine mnakunywa chai, si unawacha tu rais anakunywa chai tu alafu mnamaliza? Kwa sababu wewe ukisalimiana na president, kama mnatembea hata mita 10, umempea maneno paragrafu 20. Na katika hiyo maneno ni maendeleo tu ya Bondo. Maendeleo. Wewe Mheshimiwa, tafadhali uchukue pesa yote ya Kenya ulete constituency moja. Watia sisi hata kidogo, na sisi pia tusukume maneno. Na mimi nataka niseme kwa ile kazi ambayo tunafanya. Mimi mmesikia jina, mimi naitwa Ndindi Nyoro. Na kwetu nimetoka pale kule Kiharu. Na mumeelezwa ya kwamba vizuri na Mheshimiwa Karoli Omondi ya kwamba mtu wa Kiharu akiwa Bondo na mtu wa Bondo akiwa Kiharu ako katika boma ya rafiki yake. Na kwa hivyo hata mimi nikiwa hapa siku ya leo, mimi najua nikiwa Bondo, na mnajua Bondo, nikisema Bondo mnajua ni Bondo. Mimi nikiwa Bondo na tilisi niko nyumbani, kwa sababu vile Mheshimiwa Karoli ametueleza, Wakenya wakiwa kwa pamoja, kama vile Wakenya wamefanya kazi kwa pamoja hapo awali, manufaa yote inakuwa kwa wananchi wote wa Kenya. Na katika hiyo kazi ambayo tunasaidia rais wetu, that is the point I wanted to make. Currently, actually in the last 1 week, we have been working on the budget for the next financial year. In fact, where I came from today, I didn't come from home. I came from the place ambayo tumekaa kama kamati ya budget, na ambapo tunafanya hiyo kazi ya kutayarisha hiyo budget. Na katika hiyo budget tunatayarisha ni ya kitu trilioni 4.188 hapo. And in that budget of 4.188 trillion or thereabout, the President has told us expressly that for us to have shared prosperity in Kenya, we have to do what the people of Siaya County have shown us there before. And what you have taught us ni ya kwamba nyinyi kama wazazi wetu wa hapa Bondo, mumeweza sana kushikilia watoto wenu kwa njia ya elimu. And that is why even in our place, we love you, we support you for the support you have given education, and especially for the fact that I think Siaya County has the highest per capita population of doctors, PhDs. And in that regard, kwa hiyo budget yetu, ile pesa ambayo tumetega ya juu zaidi ni pesa ya elimu ya watoto wa Kenya. Na katika hiyo pesa ya elimu ya watoto wa Kenya, tumeweka pesa in basic education, tumeweka pesa in higher education, kwa vitengo zote za elimu. Na elimu haibagui. Vile tunafanyia watu wengine pahali popote, ndio tunafanyia hawa wadosi wetu wananchi wa Bondo. Ile kazi tunafanya pahali kwingine pote ya elimu, tunashikilia watoto wote wa Kenya. And one thing that is making me very happy
as the chairman of budget, is that this financial year that we are going into, that is year 2024-2025, we have already increased the ceiling or the monies that we set to TSC, the Teacher Service Commission, and we have allocated an extra 26 billion shillings. Na katika hiyo pesa tumeongeza TSC, tunataka wale walimu wote ambao serikali ilipea kazi in the last year, I think even the other year, wakapewa internship ambao wote ni 46,000. Wale walichukuliwa kwanza ambao ni 26,000 interns in our JSS, we have allocated 26 billion Kenya shillings to confirm them and give them permanent and personal accounts. Na tunafanya hiyo jambo kwa sababu pia tumeongeza pesa ingine katika budget ambayo we want to hire an extra 20,000 teachers this calendar year, na hiyo pesa already tumeweka katika ceiling ya TSC. Tumeweka pia fedha pahali kwingi, ile pesa ingine na tataza tu machache. Rais wetu amekuwa anatembea nchi zote ulimwengu, na akitembea huko anatafuta kazi ya vijana wa rika langu na wale wengine hata wachache kwa miaka, na hao anatafutia kazi, wengine wanatatizika sana kwa njia ya passports, and that is the reason why in our committee we have allocated an extra 3 billion shillings to our immigration department, kwa sababu tunataka passports za Wakenya ziharakishwe, kwa sababu wale wanapata ajira hata nje waweze take advantage of those opportunities. Tumeweka pesa katika hiyo budget ambayo tunatengeneza kwa fertilizer, na hii fertilizer tunaweka za all the crops, that is the food crops and also the cash crops. This time tunataka tupeane fertilizer ambayo inaitwa crop specific. Kama ni mkulima wa mahindi apewe fertilizer ya mahindi, kama ni mkulima wa miwa apewe fertilizer ya miwa, kama ni mkulima wa pamba atapewa fertilizer ambayo tumenunua specifically ya kuongeza production ya pamba, crop specific fertilizer. Na pia tumetoa fedha ingine pia ya kuwezesha wakulima kwa vitengo zote, kwa sababu tunataka wakulima wote wa Kenya ile ukulima wanafanya ikuwe biashara kwao, lakini isikue utumwa. Na hii kazi yote tunafanya, especially hiyo nimetaja hapo awali ya rais wetu kutembea akitafuta ajira. I want to request all the young people of Kenya. Juzi tumekuwa na mkutano ya wabunge inaitwa PG, na just recently our Ministry of Health wakishikana na Ministry of Labor wametangaza katika gazeti that we had already gotten 2,000 opportunities for our nurses outside the country. Na tukaweka katika gazeti wale ambao wamehitimu waulize hiyo kazi. The nurse was to be paid or is to be paid 200,000 per month. Ile kitu ilishtua sisi wote ni ya kwamba after kuweka hiyo kwa gazeti na opportunities ilikuwa 2,000, only 500 Kenyans applied, na hiyo ingine yote ikapotea. Nauliza Wakenya wote, wakati serikali inatangaza hizi kazi, saa zingine wananchi wa Kenya tunafikirianga kitu inaanausiwa kwa gazeti kama pengine watu wamegawanywa. Sisi hatutaki kuongoza Kenya namna hiyo. Kitu ikitangazwa katika gazeti, hiyo Kenya ni hiyo opportunity ni ya Wakenya wote. Na kwa tafadhali mtu akiona na unaona that opportunity you have qualified, please go ahead and apply, because these opportunities are for all the people of Kenya. Nikienda kumaliza kwa sababu siongei mengi. Pia mimi nafurahi sana nikiwa hapa Bondo, kwa sababu mimi pia naangalia nikiwa kule bali, na naona wale viongozi wamechagua huku wanavikakamua sana kufanya kazi. Magavana wetu wote mpaka za kaunti jirani kama Kisumu, kama Homa Bay, hapa Siaya, hata Migori, I can see all your leaders are doing their best to
serve all of us as Kenyans. Tuendelee kuwashikilia. Hata juzi nimeona president amekuja hapa Homa Bay, karibu hapa jirani, na hiyo amekuja ni ya kimataifa, ilikuwa hafla ya kitaifa, an investment conference. Those are the kind of things we want to see in all the corners of Kenya. And I would love your leaders, including our MPs here, kwa sababu wanatutakamua sana na wanajaribu sana kututumikia sisi wote, na especially wakaaji wetu wa this region. Na nikimaliza kabisa, leo microphone zimekuwa mingi, ni kama tuko gym. Nikienda kumalizia, I want to assure you, nikiwa hapa Kodo Catholic Church St. Andrews, mimi nikiwa hapa, I am very proud as a Kenyan. And I want to make this statement. I am a student of economics. And reading economic books and theories, one thing comes out very clearly. That for all the countries that have been able to accelerate their economic growth, one thing cuts across all those countries. That whereas they have identities that are static, identities that are unmovable, those countries have been able to establish an identity that brings all their citizens together as one compact country. For Kenya to develop, Kenya has to develop across all regions. For us to truly be developed as a country, the entire Kenya must develop. And I implore upon, especially us as leaders, let our preoccupation as we relate with the people of Kenya be to bring them together other than scatter them away. We must demolish the static identities around ethnicity. We must demolish the static and rigid identities around communities, identities that we can't change. And we must come up with one identity that unites all the people of Kenya. And that identity is to be proud of our country and to partake in all the development of our country equally across all regions. Na kwa hayo nawahakikishia kama kiongozi ambaye ni rafiki ya president wetu, sisi kama viongozi tukiongozwa na president wetu, maendeleo tunafanya pahali popote Kenya, maendeleo itafanyika pahali popote pengine Kenya. We do not believe in the politics ya kusema wale na wale. Siasa ambayo tunataka, kama barabara inajengwa pahali kwingine, inajengwa pia hapo pahali kwingine. And I want to assure you, as the chairman of budget, as we allocate money, we do not look at how the people voted, kwa sababu maneno ya election imekwisha. Tukiallocate pesa ya umma, pesa ya wananchi, we do not look at where or what is your second name, because all the Kenyans, including the Kenyans of every other place in Kenya, pay taxes. And therefore you can rest assured, nyinyi maendeleo yote ambayo inafanyika Kenya, itafanyika mpaka hapa Bondo, kwa sababu nyinyi ni wananchi wa Kenya, nyinyi ni wazazi wetu, nyinyi ni kaka zetu, mnalipa kodi, na Kenya ni asili yetu sisi wote. Na ndio hapa rais amekuja juzi na akalaunch barabara ya kutoka hapa Bondo kwenda Liuda. Hata kama hiyo pesa haitoshi, katika budget tutaongeza hiyo barabara ikamilike. Na kwa hivyo mimi nawauliza pia, mkiomba, tunaombea viongozi wetu. Rais anatikaza sana kututumikia kama Wakenya. Haya mambo yote nimewaeleza, kuna mengi ambayo nimeacha kwa sababu ya muda, lakini hayo yote tunafanya kwa manufaa ya Wakenya wote.
Lakini mniruhusu ya mwisho niseme, nikiona hata hii kanisa yetu tuko na watu wengi naona ambao ni kama wazazi wangu kwa kimiaka, wale ambao serikali ilisema tujiandikishe wenye wamefikisha miaka 70. I want to assure you, tuliweka pesa katika ile supplementary nyingine, and either this month or next month, hao wazazi wetu wale wapya wameandikwa kwa register juzi wataanza kupata pesa yao ya cash transfer. Na tunasema wengi wako mashinani kule pale, ukimtumia hiyo pesa katika banki, nusu inapotea kwa nauli na kwenda kwa banki. Tunataka hiyo pesa hawa wazazi wetu wakuwe wanawekewa kwa M-Pesa, wanatolea nyumbani, kwa sababu mlifanya vizuri mkachagua sisi wengi ambao tumetoka pahali chini sana. Tunaelewa shida mnapitia kama wazazi wetu, na tunaomba Mungu atusaidie. When we serve you, we do it diligently, tukifikiria kwenye mmetutoa na kwenye mmetulea kama wazazi wetu. Na hayo mengi, sijui kama mtanituma na salamu ya rais wetu, lakini nyinyi naona mnajipanga. Unaona Kenya ni ndogo sana mmoja. Naona vile mnajipanga. Ama hiyo maneno haiko hapa. Mnataka headquarter iko hivi. Ya continent mzima. Yaani kwa nini ya mjezi hata kidogo. Asanteni sana. Na kwanza alikuja kwa ofisi na akanieleza ile maneno ambayo iko. And what I believe all the time, an opportunity to give kwa kazi ya Mungu is an opportunity mtu hafai kufanya ipotee. When you hear there is a harambee somewhere to do the work of God, even if you are not invited, please show up, because you are showing up to reap blessings. Na kwa hivyo mimi vile nimefika hapa, sitakubali kubarikiwe peke yenu. Hata mimi nitakuwa hapa mkibarikiwa. Na pia hiyo mwezi wa 9, najua Mheshimiwa Ochanda naongea Kiswahili kwa sababu nilikuwa nimejipanga kuongea Kizungu, lakini vile nimekuja hapa, leader huyu ametusomea hapa, akapewa microphone na ni kwa kanisa, just no more announcements, akasema itinerary. Nikaona tuachane na Kizungu. Nikaona naweza ongea Kizungu msikie ni kama lugha ya mama naongea. Na nikakumbuka juzi, lazima mliona kwa mitandao, rais amekuja pale Homa Bay. Lazima huyo pastor alikuwa profesa. Mimi niliona karibu yule mtu anasimama nyuma ya rais ampatie dictionary, kwa sababu tunafurahia sana vile mko na, tukiitishwa watu wa kuongeza Kizungu pahali tukitaka pesa, lazima mnaenda kutuombea hiyo pesa. Na tunafurahia hiyo sana. Hata mkiona nimeongea sana, nilikuwa nimepanga kuongea kidogo, lakini nikisimama hapa mimi naona tu kama niko kule kwetu nyumbani. Na Mungu akiwajalia awape nafasi, hata mimi ningetaka ni host nyinyi kule kwetu Kiharu. Ningetaka siku moja tukiwa na family day kama one of our Catholic diocese, hata hawa kwaya ambao wameimba national wakuje. Kwa sababu vile nasema, mimi nasema from my heart that Kenya, we must play a deliberate role in uniting the people of Kenya, because it is us leaders who divide Kenyans. Wakenya wanapendana wenyewe. Na kwa hivyo Father,
hiyo mwezi ya Septemba umenituma kwa rais wetu na nitafikisha ujumbe. Wadosi wake wa Kondo wanataka akuje harambee in September of 2024. Na mimi mwenye natumwa, mimi pia nimeconfirm nitakuja. Na hata kama tunakuja fadha, nimeona kuna kazi inaendelea na tumefika. So hatuwezi fika halafu tuanze kuongea maneno ya mwezi wa 9. Tukifika sisi tunamaliza ya leo. Hapo naona ni kama iko maneno. Na kwa hivyo fadha, tutaniruhusu kabla nitoe hiyo mchango kidogo. Najua viongozi wengine hatukuwaeleza kuna harambee, vile tumefikia harambee September. Ni vile mimi natoa, nimeconfirm, lakini in case something changes, nikuwe nimeparticipate. Kabla nitoe hiyo mchango, kwa sababu naona pengine Mungu atatujalia hawa kwaya wakuje kwetu pale Kiharu siku moja. Unikubalishe huyu kaka yangu ambaye ni kwaya master, kuja tafadhali ndugu yangu. Huyu kaka yangu, he's doing a very good job. I could see pale the kind of person you have. I wish all of us as leaders would have that passion. Nitakuomba kwa heshima, hawa naona wengi ni akina mama wengi, na pia wazee wale wako wa kwaya, niwachakia tu kidogo tu, hiyo ingine mtaongeza ya kununua uniform nyingine. Hiyo ni ya kwaya ya uniform, pengine inaweza kuwa kosa kutosha, lakini ile iko tuna accept ile kidogo iko. Na hiyo ni 100,000. Asante sana. Thank you very much. Na inathibitishwa pia ya uniform na ndoka uchanga. Na Dr. Ochanda amepeana 10,000 shillings. Na kabla niite bana nipeane mchango kidogo, najua nilikuwa nimewasalimia. Sio? Nilikuwa nimewasalimia hapo tukianza. Niliwasalimia lakini nataka kurudia. Mtanikubalisha? Kwa sababu I think nimeongea sana. Nimefurahi kwa sababu. Na najua salamu zinakutaka mbele, lakini nikitaka pia wale wako mbali wajue mimi nimekuwa mtu ya hivi. Sini practice kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Amoso Jombodo. Amoso Siaya. Opaki Yesu. Nyasaye mbele. Setete. Ero kamano. Asanteni sana hata ningeomba kidogo pengine nipatie mheshimiwa ile kidogo. Najua kuna kazi nimeona pale ambayo inaendelea ya kujenga income generating projects. Nimeona tuko na kazi nyingi katika kanisa. Ile kidogo tutakuja nayo, Mungu atusaidie tuendelee na ile kazi ambayo iko. Na kwa vile tungetaka tuparticipate kidogo, hata kama September iko, ile Mungu ametubariki nayo kidogo, tuache endelee na hiyo kazi. Ole kwa Mungu hapa kwa masa na hilo.
Give million.